Turagwe kigongona kiria gitumagirwo ni athungu aya, kigongona kia riua, kigongona kia mweri na njata, na kigongona kia mai. Kigongona giki nikio gikoragwo kinyitete economy ya thĩ ng'ima, na andũ othe mathikagira kigongona giki kugera Commonwealth na magongona maria mothe makoretwo kuo. Riu ni twaingira ni twakinya, ici nicio parking ya haria turathi kigongona kiri na haria makite kau. Na kaundu gaka guratuika ni kigongona giki ni gikuru gukira pyramid, tondu kina miaka 5,000. Ndire nama ni internet ndirathomaga na ni bo ndirakionire makiuga. Corona rera ni ricenjirie, ni mbura iraura, ni mbura yakorwo yanjia kura, gutiurite kwa kahinda karaihu, gurakoretwo kwina urugari muingi muno, no ni kwanjia kura. Yes, na mundu gwitwo Kizende oyo ni twamukora guku, twarekanire tucemanie guku. Kizee, namna gani bwana? Habari zako? Umefika? Apostle vipi? Tumefika na sisi. Habari, salimia watu kule nyumbani. Asante sana, habari zenu wa Kenya wote popote mlipo. Mimi ni Kizende na nilikuwa nimegojea Ndura waruinge hapa pahali, na inaonekana kwa ghafla mvua imenyesha. Mvua imenyesha kidogo na si mbaya, inaonekana kuzuri. Kumekuwa kuna mvua kweli? Kulikuwa na kidogo. Leo sio leo, kabla nikuje. Imekuja wakati umefika mvua ikaanza. Mvua imeshuka mara moja. Ndio hiyo sasa, mvua imeshuka. Hapa ndio the Stonehenge. Madhabahu haya ni madhabahu yamekuwa hapa kwa miaka 5,000. 5,000 years. It is older than the pyramid. Hata cha muhimu sana ni kwamba ilianza hii Stonehenge iliwekwa hapa 3000 BC before Christ. 3000 BC. Kwa hivyo tunaenda kupata kitu kipya hatujaifichua. Kabla Yesu hajazaliwa, Stonehenge was there. Ilikuwa hapo miaka kama 3000 na ilijengwa between 3000 BC mpaka 1525 BC. 3000 BC mpaka 1525 BC. Before Christ. Kwa hivyo sio madhabahu ya kuchezewa. Hapana, madhabahu ya kuchezewa. Ni madhabahu mazee. Hivyo vile kama Kizee. Vile umekuja ni lazima umejitayarisha, sababu hapa ni vita kama vita. Hapa ni vita. Kubomoa madhabahu na kujenga madhabahu mapya. Ndio rafiki yangu. Asante sana. Kama vile nakujua, najua unaelewa haya mambo. Naelewa. Ukiona kumenyesha. Na kumenyesha leo. Nasikia kuna miezi karibu 6 kujanyesha, miezi karibu 7. Kumekuwa hata ukiangalia kule ile nyasi imekauka. Wow. Imekauka. Hebu twende kule unyonyeshe hiyo nyasi iliyokauka. Hii nyasi hata hii kidogo hapo kidogo wamemwagilia maji. Kwa sababu hapa ni pahali pa kumsikia. Lakini ukiangalia kule kuna wale malaika pale, wale ndege pale, wale ndege wangu wale. Wale ndege wako wale wamefika kwa wingi. Ni kwamba kumekauka kabisa na hakujapata mvua siku chache, miezi michache. Alafu sasa tangu uje inaonekana ni kama nimeshuka tu uwanja wa ndege, mvua ikamwagika. Ni kama umeleta mvua kutoka Kenya, mlima wa Kenya. Kutoka Mount Kenya nimehamisha mlima wa Kenya, nimeuleta hapa. Hebu ndangu angalieni hapa hii nyasi. Angalieni kweli nyasi imekauka kabisa. Kulikuwa kuna mvua kwa muda miezi kama 6 hivi. Ndio hiyo sasa mvua imemwagika kabisa. Na Mungu ni mwema. Sasa ni yapi tunayatarajia hapa siku ya leo? Leo tunataka kwenda tuone hicho structure ambacho kinaitwa Stonehenge. Nasikia ni mawe makubwa na hakuna anayejua aliyaleta huko ni nani. Na vile aliyekelewa pale hatujui. Na nasikia kuna makaburi mule ndani. Ni kama vile tu pyramids. Pia hii ilikuwa inasemekana ilikuwa ni structure ambayo ilikuwa watu walikuwa wanazikwa pale zamani sana. Wengine walikuwa wanachomewa pale kama cremation. Na yote hayo tunayajua leo sababu kuna maandishi pale tutasoma. Nasikia wanasema ni mahali waganga wa hapa walikuwa wanatumia. Inaonekana wachawi na waganga. Na unajua kabla ya Yesu kuja hakukuwa na Christianity. Kulikuwa na uchawi na uganga. Uganga na uchawi ndio walikuwa. Mungu ametupa kibali tukuje kuvunja yale madhabahu. Ndio hiyo. Asante sana. Karibu sana. Mungu akubariki tunapoendelea na safari na upate majaliwa. Ni Kizende na ukipenda ni Power London. Na naomba usubscribe katika video zetu ili kwamba utuweke kibao mbele na kuweka mstari kwanza kabisa kupokea video zetu zikuwa mbichi kabisa. Moto sana kutoka jikoni.
na wote tunawasalimia na tutaonana katika video nyingine. Asante. Ndura Waruinge ndio huyo. Tunapoendelea tunaingia kwenye sasa kwenye kulipa gharama. Unajua kila mahali pana gharama yake. Kulipa ile gharama ya kukubalishwa kuingia mle ndani, ndio nikakuonyesha moja kwa moja kutoka the Stonehenge maneno yalivyo hapa. Wale ambao wanatawala, wametuongoza, wametawala jamii, wametawala mazingira yetu, wametawala chumi zetu, mataifa yetu yametawaliwa kutoka hapa. Maana hapa ndio wale waganga wakubwa before Christ. Yani mnara huu ulijengwa before Christ, kabla ya Yesu kuja, na mnara huu una meaning kubwa sana. Una yani ni mnara ambao uko na nguvu nyingi sana katika kutawala dunia, katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo tulia pamoja nami, naenda kukujuza zaidi makubwa na mazuri, mazito kweli, na tutaendelea kuelewa, na Yesu aliye mbinguni atakuwa kiongozi wetu. Asante sana. Erori athigira wa Ndura, gaka nikyo kigogona kiria ngoirite kia Stonehenge, nindakinya ho. Mahiga maya mari na ukuru wa miaka 5,000 mbere ya guka kwa Kristo. Uguo nĩ kĩgongona gĩ gũkũ mĩaka mĩingĩ mũno, nĩ gĩkũrũ gũkĩra maũndũ mothe marĩa mandĩkĩtwo. Aya nĩ andũ mokĩte na mokĩte gũkũ nĩgetha merorere na makorwo marĩ hamwe thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Na ndĩramenyithio atĩ andũ arĩa aingĩ marĩ haha rĩ, kĩgongona gĩkĩ gĩtũmĩkĩte mũno makĩria na njĩra ya ũrogi, njĩra ya gũka kũhũgĩra magongona, kũgĩra mahinya, gwĩtia magongona maingĩ, na kĩhũthagĩra elementi ithano: elementi ya mwaki, elementi ya maĩ, elementi ya rĩera na elementi ya iria. Ona nĩ matũmagĩra nginya ũkĩ kũruta magongona marĩa marutaga gũkũ. Rĩu ũngĩrorera nĩ ũkuona andũ aya mokĩte gũkũ. Rĩera rũrũ sometimes amwe nĩ tourists maumĩte mabũrũri mangĩ mwanya, no ihiga rĩrĩ rĩ haha miaka mĩingĩ, miaka 5,000 mbere ya Yesu Kristo, yani 5,000 years before Christ. Uguo nĩ kĩndũ kĩ haha na nĩ kĩndũ gĩtũrĩte miaka mĩingĩ mũno. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgongona kĩrĩa gĩtũmĩkaga thĩinĩ wa Ngeretha na thĩinĩ wa thĩ. Nĩ kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo matũmagĩra maũndũ-inĩ megiĩ Commonwealth. Commonwealth thĩinĩ wa thĩ nĩyo ĩtagwo ũtonga wa ũrũmwe wa Commonwealth. Mabũrũri marĩa mothe mathĩtwo nĩ Mũngeretha mahũthagĩra kĩgongona gĩkĩ, na nĩkĩo kĩathaga mbeca, kĩathaga ũtonga wa thĩ, na nĩ ũkuona nĩ kĩgongona gĩkoretwo gĩkwo mĩaka mĩingĩ. Rĩu nĩ tũrathiĩ gũcemania na mũndũ gwĩtwo Kizee. Ndacemania na mũndũ wetwo Kizende. Kizende nĩ blogger thĩinĩ wa UK, tũkoretwo nake. Rĩu kĩgongona gĩkĩ rĩ, nĩkĩo ndoka gũtharia nĩgetha tũcoke twake kĩgongona, nĩgetha tũtigithũkanie rũrĩra rwa Kenya, na tũtigithũkanie rũrĩra rwa Kenya na rwa andũ aitũ na kĩgongona gĩkĩ, tondũ kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo gĩathaga, nĩkĩo gĩtũmĩte tũgĩe na ũkĩa bũrũri-inĩ witũ, na andũ airũ kũnyarirwo na gwathwo na kũhotomithio, na ihoto cia mũndũ mũirũ kũhotomithio cihotomithĩirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Gĩkĩ kĩahandirwo haha nĩ andũ marendekana marĩ arogi, na mahinya mokaga kũgĩra mahinya haha ma kũhona, mokaga kũgĩra mahinya haha ma wathani, mahinya haha ma ũtungata, nĩkuo mokaga kũgĩra mahinya. Menda gwĩka maũndũ marĩa mendaga gwĩka, magĩraga mahinya mao gũkũ, na nĩkĩo wonaga nĩ matũhotomithagia. Mugaga andũ aya ti arogi, andũ aya nĩ arogi, magathiĩ na magũrũ, arogi akangoya. Mahiga maya nĩ kũrehwo marehirwo haha, na kĩrĩa kĩamarehire haha gũtirĩ mũndũ ũĩ. Gĩkĩ nĩ kĩhiga kĩnene mũno, kĩrabatara gũkuo nĩ rori, no gũtuĩka marutirwo na gũkũ Scotland, na makauga kĩrutĩtwo Wales. Gũtirĩ na ũthibitisho kamili nĩa exactly marehire, no nĩ mahiga manene, na nĩ ũkuona nginya ũrĩa maiganĩrĩirwo igũrũ, maiganĩrĩirwo mena gĩtũmi kĩnene mũno, tondũ nĩ ũkuona nĩ magũrũ merĩ na gacoka makaigĩrĩra ihiga igũrũ, rĩgacoka nĩ ũkuona rĩrĩa ndiĩka, nĩ ũkuona rĩna kamũcobe harĩa igũrũ. O ihiga nĩ rĩrĩ na gĩtũmi kĩarĩo na nĩ rĩrĩ na igongona rĩarĩo. Rĩu igongona rĩrĩ nĩrĩo Queen na King na mabũrũri mothe marĩa megũkũ mahũthagĩra nĩgetha mahingie magongona mao. Mwĩroreri nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera. Nĩ twakinya haha, ndĩrenda gũthiũrũrũka mwena ũrĩa ũngĩ, mbura nĩ ĩraitĩka haha, njĩtĩkĩria tu thiũrũrũke mwena ũrĩa ũngĩ. Ũyũ nĩ Kizende nĩkĩo gĩkĩ. Ndura Waruinge alichukua picha na niko hapa hivi
tuko kwenye monument ambayo ameonyesha hapo awali, na kabisa mimi nimeishi hapa nchi hii kama miaka karibu 20 na kitu, na sijawahi kutembelea hii monument. Kwa hivyo ni kumaanisha Ndura amekufanikishia, amefanya nije mpaka kwa hii monument ambayo iko amesafiri kutoka Kenya mpaka hapa kufanikisha safari yako hii. Ndio hiyo. Kama kulingana na unavyoambia, mnara huu ulijengwa lini? Huu mnara ulianzishwa 3000 BC na ukamalizika. Unataka kuniambia mnara huu ni mzee kuliko Yesu mwenyewe? Kuliko mbali sana na 3000 BC. Na inasemekana mnara waliujenga kwa ajili ya nini? Na ilikuwa ni sehemu ya kuzika watu, na watu pale walikuwa na wanachomea watu walipokufa. Na pia kulikuwa na spiritual, kutafuta nguvu za kimyananiza. Kuna mambo mengi sana hapo yamezikwa hapo. Sasa hapa wanasema wanatafuta nguvu za kimiujiza, nguvu za kiroho katika mahali hapa. Ndio wanasema, na kama vile unavyoona hatuwezi enda pale ndani twende tuguze yale mawe. Lakini walitutanganya kule kwenye gate ati tukibebwa na basi tutaingia pale ndani. Walisema hivyo. Lakini pia tumeona wale waliokuja miguu na sisi tumekuja na basi kutana tuko sehemu moja. Kumbe maeneo yenyewe ni ya wachawi. Wanadanganya pia. Wanadanganya. Lakini usijalishe tafadhali, jiangalilie tu, utaona minara hii ni minara mikali sana. Minara iliyo na historia ya miaka mingi, 3000 BC, yani kabla ya kuja kwa Yesu, miaka 3000 kabla ya kuja kwa Yesu. Na kwa hivyo ni kumaanisha ni kitu ambacho kimekuwa hapa kwa muda mrefu sana. Kizee anaondoka na mimi najaribu kumkamata kwa video. Unajua hajazoea kukamata kwenye video. Na anaondoka na mimi nataka kumkamata kwenye video, ndio pia nashika ile area yenyewe vizuri. Ndio wakaeze vizuri sasa. Nakuona vizuri sana. Na unaiona pia vizuri sana. Naona sehemu yenyewe vizuri. La muhimu ni kwamba nikwambie, usiondoke tuendelee. As long as tumefika hapa, huu mchanga nataka uguze huu mchanga. Mchanga na uguza. Sababu huu mchanga ukishaguza ni kama umeguza kila kitu. Sawa. Nilibeba mchanga kutoka Mount Kenya, na nimebeba maji kutoka Kenya, na nimebeba asali kutoka Kenya. Na vyote vile nataka kuinua madhabahu hapa baada ya kuvunja madhabahu hii, ndiposa niweze kupokonya utajiri wote, maana huu ndio mnara ambao wanautumia kukamata utajiri. Maana wanatumia chembe 3, wanatumia chembe 4, wanatumia maji, wanatumia hewa, wanatumia moto, wanatumia maziwa, na wanatumia asali katika kufanya ibada hapa. Wale waliokuwa wanafanya ibada hapa wanatumia hizo zinaitangwa elements za kutawala, elements za kukamata milki, elements za kukamata uchumi, za kukamata maisha, za kukamata kila kitu. Hivyo ndivyo vitu vile walikuwa wanatumia. Na pia wanatumia mishumaa, ndio moto, wanatumia maziwa, maji, na wanatumia hewa. Hivyo vyote ndio naona tumeingia tu hapa, mvua imeanza kunyesha. Maana hiyo ni hekima, ni hekaya zao za kufanyia miujiza, za kufanyia kazi zao, na kusamefanyia mazingaombo ya kwao. Sasa ninakuja kukata mfereji, ama walikamatisha mfereji wao hapa. Uchumi wote wa dunia unaletwa hapa, ndio wanaita Commonwealth. Ndio uchumi wote wa dunia unaletwa, umekamatwa hapa, umewekwa hapa. Sasa tumekuja kukata ule uchumi, kuuregeshia kwenye mataifa mbalimbali. Tumekuja kunyakua uchumi wa Kenya, kuuregeshia wananchi wa Kenya na taifa la Afrika, na chochote ambacho walikiita ati Commonwealth, hiyo tunaenda kukata na kusambaratisha mnara huu kabisa, usije tena katawala dunia kiuchumi katika hali ya ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kisasa ama wa kikawaida. Maana hapa kuna makaburi yaliyowekwa hapa kwa ajili ya ibada. Makaburi yaliyo hapa yote ni kwa ajili ya ibada. Mawe hao unayoona ni kwa ajili ya ibada. Na chochote unachokiona hapa ni kwa ajili ya ibada. Hata sisi tumekuja hapa ni kwa ajili. Ukiangalia venye wamejenga mnara, wameujenga kwenye V ama pyramid. Angalia kwenye ango, angalia venye watu wanavyopanda na wanavyoshuka, ni V. Kwa hivyo ni pyramid yenyewe. Kwa hivyo unaelewa sasa hapa ni wenyewe Freemason wako hapa. Ile triangle ile siona kule. Ile tu. Hapo ndio katikati nao wamejenga ni round kwenye mawe, ni jicho. Ni jicho. Ile la watu Freemason. Ndio watazamaji, haijulikani kamwe vile haya mawe yaliwekelewa kule juu, sababu wakati nani aliwekea mani? Kulikuwa na katapila kweli? Hakukuwa na mashine. Na ilikuwaje mawe yakawekelewa kule juu? Vile aliwekelewa pale juu haijulikani.
na wala kuna mtu ashawahi kujua. Asante. Kwa hivyo ni ajabu sana, ni maajabu ya dunia haya. Hii ni moja ya maajabu ya ulimwengu ambayo iko kwenye vitabu vya historia. Sawa. Na ni sawa, tuko hapa leo. Asante. Na Ndura waruinge. Brilliant on time yona. Ukiangalia hapa kuna arrow ambayo inaonyesha nini? The sun, mid-summer sunrise, yani kumaanisha jua linaangaza kutoka huko likienda upande huu. Ukiangalia unapoendelea utaona kuna jiwe limekaa mtu. Sasa madhabahu ndio haya. Jiwe ambalo limekaa nini? Limekaa mtu. Kumaanisha madhabahu iko wapi? Madhabahu ndio iko hapo. Kuna jina limeandikwa hapa. Kuna jina limeandikwa hapa mid winter sunset. Kumaanisha jua linatua kufikia hapo. Huyu ambaye unamuona hapa ni sasa ndio madhabahu ambayo imetawala dunia kupitia kwa kitu wanachokiita Commonwealth. Lakini ukiangalia pale ndani kuna mawe 1 2 3 4. Hayo mawe 4 imeshikanishwa pale juu. Imeshikanishwa juu. Na hapo wanasema jua linatoka upande huu linaenda upande huu. Hivyo. Sasa kwa hivyo jua utawala. Sasa ndio nilikuwa nakufundisha kuhusu jua linatawala. God gave sun command over the day. The sun became the king of the day. Sasa hiyo jua milango mitatu. Na kutawala dunia. Kwa hivyo dunia inatawaliwa hapa, ndio unaona jua linaangaza kile ndani, ndio power yao hiyo. Sijui kama unanielewa. Utaendelea kunielewa, na kama hautanielewa raundi hii, sijui utaelewa nani. The stone hole. Hapa ndio wamefungia, unaona imeandikwa nini? The stone hole. Stone hole sasa ndio inaambatanishwa na mnara huu na uona hapa. Huu mnara ni mtu. Ni madhabahu ambayo si ya kawaida, lakini ukiangalia ni kama ni sitaki kusema, lakini utajijazia tu wewe mwenyewe. Inaitwa the stone hole, ni shimo. Alafu nikupeleka kwenye maandishi yaliyo hapa. This stone hole. Alafu soma maandishi haya vizuri. 40 tons. 40 tons. Alafu jiwe lenyewe lina uzito wa tani 40. Hizo ni kitu kikubwa sana hiki. Angalia kwenye picha yangu vizuri, unaona ni sehemu siri ya mwanaume. Siri ya sehemu ya mwanaume hii ndio hiyo sasa, na ndio madhabahu ambayo wanaiabudu. Na ndio inafungulisha. Ukiangalia pale kuna milango mitatu, sijui kama utaipata vizuri. Kule nani, kule uko ndani utaona kuna ni kama kuna mlango pale. Huu na hii sehemu imeinamishwa kuegemezwa kulingana na mlango pale. Kwa hiyo ni madhabahu yanayotumika kwa ajili ya hiyo. Alafu kumbuke na kuambianga kuhusu madhabahu inaitwa nini? Inaitwa obliski, ambazo ndizo zote hizo kuunganishi pamoja zinazotawala na miliki ya dunia. Mawe haya ni mazito, ni makubwa, yaliyo na nguvu kubwa. Tuendelee kwenye vitu zingine na Mungu atatubariki. Sasa imebadilishwa na wachawi, ndio wanatumia. Hii ni nguvu ilikuwa ya Mungu. Hii si nguvu ya shetani. Mawe haya kubeba haya si nguvu ya shetani, ni nguvu ya Mungu. Lakini hawa wameichukua, imekuwa nguvu ya kwao. Kwa sababu sisi tunaenda mbinguni. Hatuelewi duniani ndio mambo yako. Hatuelewi heritage iko hapa duniani. Hatuelewi ushindi uko hapa duniani. God Mungu anasema na akamuumba binadamu. Genesis 1:26 anasema na tuumbe mtu aliye kama sisi. Akamuumba mume na mke kwa mfano wake mwenyewe, kisha akamwambia 27 na akawabariki and he blessed them. Aliwablessia mbinguni.
hapa tuliblesiwa hapa. Kisha akamwambia nimekupa mnyama yeyote atembeaye kwa miguu hapa, nimekupa ndege wa angani, nimekupa samaki wa majini, wote uwatawale, nimekupatia kila mti unaozaa mbegu utawale. Ni wako, dominion, have dominion. Alafu akamwambia subdue the earth. Kanyaga dunia ikuwe chini yako. Sasa hawa walikuja wakatubadilishia. Wao ndio wamekanyaga dunia, wao ndio wako na dominion, wao ndio wako na kila kitu, wewe unahangaika. Wewe lazima uombe. Mimi lazima niombe. Umekuja hapa kuomba, kuingia kwao lazima ukuje na kitabu. Wakuwekea karatasi waseme ni visa, wakuulize unakaa siku ngapi. Ukipitisha hivyo wanakushikamata, wanakutesa. Wanakufunga kwenye jela zao. Maana wao walielewa siri ya dunia. Na hii siri ndio nakuja kumiliki. Hii siri ndio tumekuja kuipokonya kuirejesha kwetu. Sio kama umefundishwa kitu leo. Rafiki yako naomba sadaka basi. Ni Ndura waruinge, ni Apostle Ndura waruinge. Tukiwa hapa Stonehenge. Hapa kunanyesha. Kunanyesha. Haijalishi kabisa. Tunapiga story kabisa vizuri kabisa mpaka Mungu atusaidie. Tumeshinda already. Sasa angalia nimeshika nini? Nimeshika asali. Sasa hii mtakosa kunielewa, lakini itabidi tu mnielewe. Asali imetoka kwenye nyuki. Wao wametumia element ambazo wamezitumia, mimi nataka kutumia element ya asali. Nilipokuwa kule mlimani, uliona kile nilichokitumia. Nilitumia maziwa, nilitumia element ya asali, maji. Na asali imetoka kwenye ambapo nyuki imetoa asali kwenye miti. Kwa hivyo kuna maji hapa, kuna miti hapa, kuna udongo hapa, kuna kila kitu kwenye asali. Baba mafuta yangu kwenye asali, maana nyuki inapoenda kutafuta ile asali inatoa ile asali kutoka kwa. Sasa nimejumuisha kila kitu wapi hapa, nikakuja nikasema namna gani na mwaga hii kufanya ishara ya kwamba tumekuwa na yote yule na shetani yote ninarejesha utajiri wa Afrika, utajiri wa Kenya, utajiri wa binadamu wote na kurejesha mkononi mwetu. Na kutoka leo Stonehenge haitatumika kwa madhabahu ya shetani, itatumika kwa madhabahu. Na watu wote husika, iwe ni serikali, iwe ni watu binafsi, iwe ni mfalme wa nchi hii ambaye ametumia madhabahu haya kunyanyasa watu, kuiba mali za watu, kuiba kahawa yetu, kuiba rasilimali zetu, kutoka leo nimecancel kila kitu and I hand it over. Sasa nashikanisha madhabahu haya na madhabahu ya Mount Kenya. Ni mchanga sasa. Mchanga huu nakupatia kama kwa ni mchanga wa Mlima Kenya huu. Sasa nataka utaongoa chini. Kutoka sasa ardhi hii mchanga wa Kenya wako Mount Zion. Na sasa nimeshika mchanga kuregesha rasilimali pesa zote, utajiri wote ulioibiwa kwetu ukaletwa hapa. Inabadilisha madhabahu hii. Madhabahu inabadilisha. Shikanisha na Mount Kenya. Shikanisha na Mlima Kenya. Wao na Mount Kenya. Wamebadilisha. Asante sana. Nimemwaga mchanga. Na imeshikana na asali pale chini na ndio hiyo na tumepata. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi. Tumemwaga mchanga kwa inazidi kabla zetu tunazidi kuloa maji. Kwa hivyo tuweni nani kutaka kwenye video hii. Asante sana. After what we have done, just like what happened in Mount Kenya, you can see the rains have just opened up and the rains are coming down heavily, furiously and heavily, and this is what we call the kule. Utaona mvua imeshuka kwa sababu tumefanya kazi ambayo Mungu alitaka tufanye. The rains are coming down furiously
Yeah, angalia kila mtu amechukua mwavuli kule, mvua inanyesha baada ya kuvunja hiyo madhabahu ya shetani. Angalia mvua zimeshuka kweli kweli, mvua imeshuka kweli kweli kule. Angalia kule juu milimani kule mvua imeshika. Kama vile kulifanyika kule Mount Kenya, hapa pia kumefanyika. Mvua imeanguka, mvua imeteremuka moja kwa moja baada ya kuinua madhabahu haya tumefanya, kwa ishara ya kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. God is with us. This is amazing, this is amazing, this is amazing. Kizee, njoo karibu. Hebu waambie watu jinsi mvua inavyonyesha. Na usiende kwenye mwavuli, nyeshewa. Rafiki yangu. The rains are dropping. Kumaliza tu show yetu bana, mvua ni hiyo. Mvua ni imeshuka kweli kweli. Kutoka Ndura ringe shuka hapo ni kama leta mvua kutoka Kenya. We am happy. Na tuko pamoja hapa hivi tumaliza hii mambo, haya mambo tumefanya hapa Stonehenge. Yes. Na hii sio tu pahali ambapo Ndura ringe tatembelea. Hebu angalia kwenye mlima kule. Kule hata kuonekani sasa bana. Kumekuwa giza. Kuonekani sasa. Angalia giza. Yaani giza totoro la mvua. Hiyo linakuja linateremka kweli kweli. Stonehenge ndio hiyo sasa imebadilika. Stonehenge sasa wewe umebadilika. Wewe ni wa Mungu na utatumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na utajiri wote nimeuregesha Mount Kenya, nimekung'oa, nimekustrip, nimekung'oa, nimekuvua nguo ya kutawala dunia. Sasa nguo ya kutawala dunia ninaivisha Mount Zion, Mount Kenya. Tuonane kwenye video ya pili. Asante na Mungu akubariki sana. Asante sana. Hapa ni Stonehenge. Na katika Stonehenge tumekuta nyumba kabisa zinakaa kama za Mwafrika. Nyumba kabisa ni ya nyasi na ni kama ya Mkikuyu. Zamani mababu zetu waliishi nyumba kama haya ama ya Masai ama nyumba tu ya Kiafrika ya zamani kabla mzungu hajaingia Afrika. Unajua ni kwa nini walibeba hizi vitu? Wamebeba heritage yote ya Mwafrika. Ndio hiyo. Wameileta kwenye madhabahu ya Stonehenge. Ndio zote ndio waweze kucontrol Mwafrika. Ndio hiyo. Umeona sasa? Hata kwenye makaburi mengine mengi ni ya Waafrika. Wakachukua Waafrika ambao walikuwa na nguvu na nguzo fulani, wakawaleta kwenye madhabahu yao ndio waweze kutawala dunia kupitia nguvu zao. Ndio hiyo. Unanielewa? Ndio hiyo. Ndio kama nimeketi kwenye kiti hiki, hapa haruhusiwi kukaa mtu. Unaona huyu mama amekaa hapa ananichungulia kwa jicho lingine, lakini haelewi mimi nachukua mamlaka, ninachukua vitu vyetu na virudisha kwetu nyumbani. Na mamlaka yote Mwafrika imeregeshwa. Asante. Ukiangalia kuna vitu mbalimbali, kuna mishale. Huu ni mshale wa Mwafrika. Huu ni mkamba. Kabisa. Mkamba ili ni shoka la kupasua kuni la zamani. Hii ni Mkikuyu. Naona mpaka Waturukana wako hapa. Ndio hizi ndizo walitumia kuchonga na kutayarisha pia. Na kutayarisha circumcision. Hizi ndizo walikuwa kufanya kukata mtu ngozi. Umeona sasa? Hii ni tamaduni zote zetu zimeletwa kwenye mnara wa Stonehenge. Umeona? Na jiko yao unaonaje hapo? Na jiko yao hapa tunapika. Tunapika kuni hapa. Si unaona hii? Hii ni sufuria ya Mwafrika hii. Kumaanisha wamechukua kila kitu ambacho ni cha Mwafrika ukifanya kiwe chao. Ndio hiyo. Na sasa ndio wanatumia. Sasa kuchukua heritage ya mtu mweusi ndio wanaitumia kwenye madhabahu. Na walileta kwenye madhabahu. Sasa ninaichukua kutoka kwa mikono ya huyu. Ananiregeshia madhabahu yetu na ndugu zetu. Beba. Kwa jina la Yesu Kristo. Si ndio? Would you like to be in our video? Yeah. Okay. So this is for trees. For trees, cutting trees. Yes. This is what they use for cutting trees. Yes. Thank you very much. Yeah. I want to invite you to my country in East Africa, where mankind started. Well, if I ever get the chance. Yeah. Utaona ndurawaruinge akichomoka kutoka kwa hiyo nyumba ya mviringo ya Mwafrika katika Stonehenge. Ndio huyo ndurawaruinge, na nataka kuingia katika ingine hapa ajione ulikuwaje huko. Sijui kama hiyo ataweza kufungua, labda haikubalishwi kufunguliwa. Huyo unaitwa Rige. Nanyita. Rige murago wa Mugikuyu. Niguo uyo wetagwo Rige.
Nanyita. Wetagwo ringe niguo murango wa mugiko nikio igwa gatiriri. Okay. Ndio heana kwa mwaka wa hiti. Okay. Haya. Haya. Muona? Eh. Muona hali. Muona niguo ringe. Mucoke munjire atiriri ya Kristiano aya honoki. Aya muikaraga matu iguru mugacukathi. Muthungu okire gwitu akioya indo citu agicirehe kigongona-ini kiao kiria giathaga thi ng'ima. So oire heritage itu. Nanyita oire heritage itu yothe niyo okaga akimirehe kigongona-ini kiao. Riu kigongona-ini kiao nikuo macwathagira na indo citu makioya hakiri citu makioya nikuo kwiragwo kuiya kwa njata makiiya njata citu we hau no kung'ang'ana urang'ang'ana ukiramba makunda na makwenda na ribota na kigongona kianyu gikundi kuri ringe wa mugikuyu nyumba ya mugikuyu unjire nyumba ya mugikuyu iri ngerethere katia na ni maratharirie bomas kuria maundu heritage ya mugikuyu iri na wero thimu kuro-ini wa Nyagathanga uga ni kwa ngoma ici ni ngoma. Haya, tutigithie muhahe hebu tuoneshe huko kidogo alafu masani hizo ukariuone. I'm sorry. Ingira uyu riri wa mugikuyu giki nikio gitanda kia mugikuyu miaro akomaga atia akomaga haha uguo akoma kwa mugikuyu riu guku ni Ngeretha guku ni England ucoke unjire atiriri we muhonoki ukahonoka ri oyete kigongona giaku agakirehe guku nikio athanaga nakio na we ri agakuhenia uthie matiguru tutige wana mutigithia yuri mucio mukorwo naguo akanokia ya mugaga ati waruingia ngandari na ndui ici ni ngoma cihindehete guku na mutire micene rora kanyumba kau wone ni ka mugikuyu uyu ni thingira wa muthuri riu ndi thingira wa muthuri makoya thingira wa muthuri makaurehe kundu kuriku makaurehe guku niguo mathanaga naguo clinic wagona kira gutwara kire gia Stonehenge na nikio ndoka gucokia ki magongona maitu one haria mugikuyu aringaga tuirio twake ucoke unjire atiriri andu aya kamwiciragia atia uyu ndi wondu ucio Ndirukite. Ndacomoka thingira-ini wa muthuri tondu ndi muthuri guku ti Kenya guku ti Kirinyaga guku ti Mount Kenya na guku ti haria mukuro-ini wa Nyagathanga neno ti Bomas guku gwitagwo Stonehenge mwena wa kianda muhuro wa kianda urorete Southampton wa Ngeretha na nikuo ndakora indo citu heritage itu yakire ikigirwo kuma gwitu ikireho guku riu ndirenda gukuonia gaka ni gathithia kazi na gathithia kazi na na nyeki ino ni nyeki ranyita uyu ni ringe uyu niguo wetagwo ringe murango wa mugikuyu wa kuhingiriria nigetha hiti tikaingire na indo citikario uyu niguo twitaga ringe na riu weri wi kuu kwanyu muhonoki uyu ugathira ugakua indo cianyu ciĩ gũkũ gĩtanda nĩ ndakuonia nĩkĩo kĩrĩa nĩkuo mũthamaki mugikuyu akomaga ũũ nĩguo tũirigaga pio ilikuwa ni hivyo kabisa ringe wale ucio mũhonoki ũyũ ũũ nĩguo tũkoretwo tũirigĩte gwitũ tũcoke hau twĩtĩre hana ũhonoki wa bure na wĩ gũkũ nginya wĩikaraga Ngeretha na nginya mũtirĩ mwakinya gũkũ kizende gĩkũ mĩaka 30 gĩtirĩ gĩakinya gũkũ kũmenya kũrĩa ũtonga wao waiyirwo kũmenya kũrĩa indo ciao ciaiyirwo nĩkĩo ndĩ gũkũ nĩgetha tũcokie indo citũ kũrĩa kwagĩrĩire nona bure nĩitĩka na rora bure ĩyo tondũ nĩ ndaya nĩtuoya rĩu nĩtuoya ũthamaki witũ nĩtwaũcokie na indo citũ ciothe nĩ ndacikua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo amen. In the heart of Karen, where the breeze whispers through the trees and peace blankets the land, there lies a place where broken lives begin to heal. This is not just a rehabilitation center, it is a sanctuary, a place of transformation, a place of second chances.
Addiction does not discriminate. It steals futures, breaks families, and buries dreams. But no matter how deep the darkness, healing is always possible. Nestled in the serene landscape of Karen, our center provides more than just treatment. It offers a journey back to self, back to purpose. Our program is holistic, addressing the mind, body, and spirit. From detox to aftercare, we walk every step with you. You are never alone. Nataka kuwakaribisha kwa wale wamejiingisha kwenye madawa za kulevya. Juu tunajua hapo nje kuna vijana wengi hawajijui, wamepotozwa na madawa, wamepotozwa na mabangi, wamepotozwa na pombe. Yaani wamepotezwa na kila aina zile huanga zinatumika kuharibu vijana, kwa sababu shetani anajua vijana ndio wako na kesho ya nchi. So tunawakaribisha kwa wale wote ambao wametekwa nyara na mambo na mapombe. Tunawakaribisha kwenye hii rehabilitation yetu iko hapa Karen. Kutoka Nairobi utapanda gari zinajiita na Boka Sacco. Ama kama unatumia gari utakuja na hii njia inaitwa njia ya kwenda hadi ushuke hadi kuna barabara inajiita Dove Cruise. Tuko kwenye pande hizo za Karen. So ni vizuri ikiwa kuna kijana ameteswa na hizo kind of drugs, mlete na tunajua atarekebisha. Kwa sababu hiyo ndio huduma yenye Mungu ametuitia. Na ninafikiria kuna vijana kadha wa kadha wamekuja hapa na wamepata huduma mzuri. Na huku kwetu hatutumii mashindano. Huku kwetu tunawakansu, tunawaangalia kispiritually wako namna gani, sababu mwenye ametushikilia kwenye hii huduma anaitwa Apostle Ndura Waruinge, na ni baba yetu, na pia ni mtu anaangalianga mambo ya kiroho. So ni vizuri ukiwa mko na vijana wenye mko nayo huko nyumbani, waleteni. Lakini kama kuna swali lolote unaweza uliza, najua namba zetu mtazipata hapo kwenye screen. Na najua Mungu atawasaidia, na pia tutasaidia hao vijana, kwa sababu tunataka vijana wajijue sababu ya kesho. Kwa majina mimi naitwa William Ng'ang'a. Nina mwezi moja ndio nimekuja.
Sasa venye ninaweza sema, naweza karibisha wenye ambao wanatumia madawa, bangi. Mimi nimekuwa nikivuta bangi mingi sana, madawa, drugs, lakini kwa saa hii nimerekebika na nashukuru Mungu kwa yale yenye ambao nimetumia, lakini hakuna madawa yanatumika mahali hapa. Sasa nakaribisha wenye wametumia madawa, wameshindwa ni aje wataweza kubadilika. Wakikuja pahali hapa watahubiriwa na apostle wetu Ndura waruinge, atawabadilisha. Kama mtu ameamua kuacha, atawacha, atapata mambo mengi. Kwa majina naitwa Victor Ng'ang'a, niko kwenye care center. Nisha recover miezi 3 shaisha. Tayari mimi nafaa nitoke nene nikaanzisha kazi zangu. Hapa hakutumiki shindano, hakutumiki dawa yote ya kujaribu kutibu juu ya mgonjwa. Ila tu hapa ni care center. Ila tu nahudumiwa kila spiritual therapy. Yaani advice kila venye unaweza kaa, venye unavyoishi, venye unaweza endelea kuendelesha maisha yako. Kama sasa hivi mimi kutoka natoka, nishamaliza miezi 3. Ndio zangu ndio nikaanzisha biashara zangu mahali nilipokuwa nikikaa. If you or someone you love is struggling with addiction, don't wait. Reach out. There is hope. There is help. It begins right here in Karen. Your story isn't over. It's just the beginning.